Sawa sawa. Haya, ondokeni. Kibena? Kibena? We Kibena? Yaani unanisikitisha sana. Yaani unaamua kujitesa kisa huyu mtoto. Kibena, kwa nini unashindwa kunisikiliza mimi dada yako? Jana nilikwambiaje kipindi unaondoka? Si nilikwambia simuhitaji huyu mtoto hapa. Kama vipi ungemwacha kule kwa Loni? Lakini ukaona haiwezekani, ukaamua kuja naye hapa. Jinsi unavyonidharau mimi dada yako. Yaani Kibena wewe umebadilika sana. Yaani umebadilika sana, sio Kibena mimi ninayemjua. Una shida gani wewe? Dada, ni kweli uliniambia nisirudi na huyu mtoto hapa nyumbani. Lakini hata nilipompeleka kwa Loni sikumkuta. Na wazazi wake mimi siwafahamu. Kwa hiyo nimeamua tu nirudi naye hapa nyumbani. Na nipo lazima kupitia changamoto yoyote ili mtoto akue na nimlee na nihakikishe yupo salama. Yaani kaa jinga. Eti nipo lazima niteseke kuhusu huyu mtoto. Mama yake aliyemzaa aliyepata uchungu, yeye kaona simple kumtupa. Alafu unajifanya hapo unalia kisa mtoto ambaye hata hujui uchungu wake. Wewe, naomba unisikilize kwa makini. Naomba unyanyuke hapo, twende shambani. Lakini dada, mimi sijala kitu chochote, nitapata wapi nguvu ya kulima? Unajua kuna msemo unasema, asiyefanya kazi na asile. Sasa hujafanya kazi aina yoyote ile. Twende shamba ukalime, kisha ndio utakuja kula chakula. Shika jembe. Utanikuta. Huyu Kibena atakuwa ameenda wapi? Na kati leo ndo siku yangu kuja kumchukua huyu mtoto. Kokote atapokuwepo lazima nifike ili kujua mtoto yuko wapi. Dada, mimi nimechoka.
Kwa hiyo kama umechoka nikusaidie nini? Njoo nisaidie kulima na mimi nipumzike. Wewe siku zote unalimaga wewe? Siku zote unalimaga wewe? Mlima, acha uvivu huko. Lakini dada, mimi hapa nilipo sina hata nguvu. Toka jana usiku mimi sijala. Kama unataka kula, lima. Lakini kama hutaki acha. Basi na mimi nimegea kipande cha embe nile. Wewe mbona mgumu kuelewa? Lima, acha uvivu. Mkuu, Kipanya, ni marufuku ukija hapa nyumbani kuniita mkuu. Mimi naitwa Mbute. nisamehe sana Mbute, nilikuwa nimezoea kule Kilingeni. Una habari gani? Mkuu, ile kazi ambayo umenipa nimeitimiza tayari, ile kafara. Kwa kazi ni kwetu. Yaani unamaanisha kafara umeipata, si ndio? Umenifurahisha sana na taarifa zako. Ndio maana nakubali sana. Sasa hapa cha msingi, baadaye naomba tukutane Kilingeni tuweze kuitoa hiyo kafara. Watakao kwa wamefika watashiriki na ambao watakuwa hawajafika hoteli ya poti. Hata kama hao wengine hawakufika, tutaongezea nguvu tu. Sawa. Ila naomba tuwahi basi Kilingeni, maana nguvu zetu zinazidi kushuka. Basi sawa, mimi nimekuelewa Mbute. Basi sawa. Mimi naenda. Haya. Niambie wewe mama Feki, umefikia wapi mpaka sasa kumpata mtoto wako? Ila mimi nilijua kwamba hauwezi kumpata mtoto wako kirahisi, maana kuna watu wengi wamejaribu lakini imeshindikana. Hivyo naomba nikushauri kitu kimoja, usitumie nguvu nyingi, bali tumia akili yako. Kwaheri. Kibuyu, kwa nini umekuja na nguo hizi kwenye kilinge chetu wakati unatambua hairuhusiwi? Mkuu, nguvu zangu zimepotea, siwezi hata kuyayuka. Sijui kwa nini. Kibuyu, hii yote ni kwa sababu nguvu zetu zimepungua, na sasa tupo kwenye harakati za kutafuta kafara ili tuweze kurejesha nguvu zetu. Sawa sawa? Sawa mkuu. Itachukua muda gani kupata hiyo kafara? Nadhani haitachelewa, maana kuna watu tayari wapo kwenye kazi ya kutafuta hiyo kafara. Unaweza ukaondoka. Sawa mkuu, naomba usichelewe.
Mimi nimezoea kupotea, sio kutembea. Wewe, ugali uko wapi? Au ndo mmeshaanza kupika ugali alafu mnakula nyenyewe? Hapana dada, mimi mwenyewe hapa unavyoniona hata sijala. Ni kweli ulinipatia pesa ya kununua unga, lakini bahati mbaya Meli alimwaga. Kwa hiyo nilikuwa nakusubiri urudi unipatie pesa nyingine nikanunua ili nipike. Yaani wewe unaazimu kweli? Kwa hiyo umenifanya mimi benki, eh? Yaani unaongea kabisa unajiamini. Eti Meli kaumwaga unga. Nilikuwa nakusubiri unipatie hela nyingine. Mimi benki. Naomba nisikilize kwa makini. Kama kaumwaga huo unga Meli, mwambie akupatie yeye mwenyewe hela. Au kama vipi? Pale alipoumwaga nenda kazoe upike hata uji. Safi sana Kipanya, umefanya kazi nzuri sana kuweza kufikisha kafara yetu hapa. Wakulu, naomba muweze kupokea kafara hii, kafara ambayo mlikuwa mnaitegemea na mlikuwa mnaisubiria, na naomba mnisamehe sana kwa kuchelewesha kafara hii. Naombeni muipokee kwa mikono miwili. Bakolo genji deromba mbokele kafara yeye detegemea mkono mbele jadu maana ubo wezo mli nabo bengwi. Kipanya, sasa nguvu zetu zimerejea, tumerudi kivingine. Mwaka huu wataisoma namba, tumekuja wapya na nguvu mpya. Kipanya, naomba uzunguke himaya nzima, naomba uadhibu wote waliokuwa wanakutandika bakola mpaka unakuja hapa unauma mgongo na kiuno. Tandika wote. Sawa mkuu, nimekuelewa. Nitafanya hivyo kama unavyotaka. Nasubiri tu amri kutoka kwako. Unaweza kuondoka. Ondoka haraka. Kama kweli nguvu zetu zimerudi kwenye ubora wake, ulijua utanikimbia. Sasa nimekukamata. Leo ndio siku yako ya mwisho. Hauwezi kunikimbia tena. Oh. Kwa fikira zako unaweza kadhani kwamba nilikuwa nakukimbia. Ila nilikuwa nakuleta maeneo sahihi. Kumbe kile kipigo hakikutosha eh? Ukaamua kunifuatilia tena. Si ndio? Najua unijui vizuri. Basi, ngoja nikuoneshe mimi ni nani.
atakuwa ameenda wapi? Maana tumeahidiana vizuri, leo lazima twende shamba. Sasa kaenda wapi? Au atakuwa katangulia shamba? Ngoja niende huko huko. Mkuu! Mkuu! Mkuu, kazini kwangu kuna kazi. Yule mtoto ninayemfuatilia analindwa na watu wenye nguvu za ajabu sana. Wanaweza kubadilika kuwa kiumbe cha aina yoyote kile. Hivyo mkuu, nimerudi kwako unipe njia sahihi ili niweze kupingana nao. Ni kweli Vina unachokiongea, lakini wale watu wabaya hawawezi kupata nguvu mpaka atoe kafara ya damu. Si wakati wa kuogopa, ni wakati wa kupambana nao, ili sisi tuhakikishe tumpate yule mtoto kwa gharama yoyote. Lakini kingine, unatakiwa umtafute Laika ambaye mimi nishaye kufanya nao kazi, lakini alishindwa. Cha msingi, kaa nao chini kwa umakini ili msaidiane kufanya kazi kwa pamoja. Hapo utakuja kumpata mtoto kwa urahisi, maana Kibena na Laika ni mtu na dada yake. Nadhani umenielewa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Unaweza kwenda. Sasa leo nimekuja na maswali yangu, nataka unijibu. Unaweza ukaniambia Kibena yuko wapi? Hata ungenipiga na kuniua, siwezi kukwambia Kibena yuko wapi. Unajikuta mkaidi eh? Unaendelea na ukaidi wako, si ndio? Nakuuliza kwa mara nyingine tena, naomba uniambie Kibena yuko wapi? Nimeshakwambia, hata ukinipiga na kuniua, siwezi kukwambia Kibena yuko wapi, na mpango wenu hauwezi kukamilika. Kibena ni mtu mwenye akili sana, ni tofauti na nyinyi watu wabaya, na mwezi kumpata. Unasubutu vipi kunijibu jeuri? Hii inamaanisha kwamba unaniweza, si ndio? Sasa basi, utaendelea kukaa hapa mpaka nihakikishe ukaidi wako umetoweka. Ehe, bidada wewe, ni afadhali tumekutana. Hivi hiyo mipango yenu kutaka kumchukua huyu mtoto, mnadhani mtafanikiwa? Sikia nikwambie, hii himaya ni ya kwetu. Sisi tunajua kinachoingia na tunajua kinachotoka. Mipango mliokuja nayo ya kutaka kumchukua yule mtoto, naomba ishie hapo. Na kama mtaendeleza hilo zoezi, sitawaacha salama. Na mkae mkijua kabisa, kuanzia sasa hivi nakupa angalizo au onyo. Naomba kamwambie ndugu yako, mrudi mlikotoka. Mkiendelea kuwa majeuri katika himaya hii, sisi ndio wenye himaya hii. Tutakachowafanya hamtaamini macho yenu.
utaniona mbaya. Unaongea unajimaliza, unajilimbwasa. Maajabu zero. Sikia nikwambie wewe. Kwa taarifa yako, hapa ndo tumefika. Na hatuondoki leo wala kesho. Mpaka tuhakikishe tumempata yule mtoto. Unajifanya unaongea kwa ujasiri sana. Lakini kana kutambua hii himaya ni ya kwetu na sio ya kwenu. Nyinyi ni wageni tu. Hamwezi kufanya chochote ndani ya himaya hii. Kwa taarifa yako, hapa mtaondoka na mkiendelea kuforce hicho mnachokitaka, yatawakuta makubwa. Ovyo. Stishiki. Mbute, nimekuja kusikiza wito wako. Nimekuita kwa kazi moja tu nataka nikupatie. Kibena na Loni umepotea mazingira kutatanisha. Na sifahamu ameelekea wapi. Kipanya nimempa kazi ya kumtafuta Kibena. Hivyo basi, nawe nakupa kazi ya kuzunguka pote uweze kumtafuta Loni. Na uweze kujua yuko wapi. Sawa. Mimi nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Sawa. Nikutakie mchana mwema. Kipanya, umefikia wapi kuhusu Kibena? Maana ni muda sasa sijapata majibu yoyote. Ni kweli Kibena kwa sasa katika kijiji hayupo na atakuwa sijui ameenda wapi. Lakini vipi kuhusu Loni wewe? Taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba Loni ametekwa na kuna sehemu amefungiwa. Hivyo basi inatakiwa tufanye kila hali ili tuende tukamgomboe, kwa sababu Loni ni kiumbe muhimu sana kwetu. Na Loni alikuwa anamsimamia vizuri yule mtoto na kumlinda pia. Kwa hiyo natakiwa tuende tukamsaidie ili aendelee kuimarisha ulinzi kwa yule mtoto na sisi tukaendelea kutia nguvu kwake. Ni kweli unachokisema. Hizi taarifa lazima mkuu naye apate kujua ili tushirikiane kwa pamoja sisi na yeye ili tuende tukamkomboe Loni. Maana Loni ni msaada mkubwa sana kwetu. Sawa, mimi nimekuelewa. Ili swala la kupoteza muda. Tunatakiwa twende haraka tukamwambie mkuu kwa ajili ya hili jambo. That's sawa. Kibena! 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 Sasa huyu atakuwa ameenda wapi? Nyumbani hayupo. Nimejua kaja shamba na shamba tena hayupo. Nimeshindwa kuangalia jembe vizuri nyumbani nikajua kaja nalo. Sasa mimi nimekuja kufanya nini huko? Hapa inabidi tu nitafute vikuni maana nisirudi mtupu nyumbani.
Usiniogope, najua hukuwahi kuniona nikiwa katika hali hii. Haina haja ya kujitambulisha, maana tangu siku ya kwanza nilivyokuona nilishajua kwamba wewe ni nani. Hivyo niambie, una shida gani? Sijaje kwa ubaya, ila kuna kazi nahitaji tusaidizane. Oh, Mbute. Naona unafanya mazingira usafi kidogo. Nipo naandaa hapa shamba nasafisha. Maana si unaona sasa hivi mvua zinakaribia. Nataka niweke mahindi yangu huko. Sema nini Mbute? Mimi nimekuja na taarifa kuhusu ile kazi ambayo mimi umenipa. Swala la kumtafuta Kibena. Kwa sasa sijapata majibu ya aina yoyote. Lakini kuhusu Roni, Anita ameniambia kama Roni ametekwa. Ametekwa? Ndio. Ametekwa na kina nani? Roni ametekwa na watu wabaya ambao walikuwa wanamhitaji mtoto. Na lengo la kumteka Roni kwa ili waweze kumpata mtoto kwa urahisi. Hii mbona inanipagawisha akili sasa? Ni nani amepata ujasiri wa kuja kumteka mtu ambaye alikuwa ni muhimu? Amekuwa akisaidizana na sisi kwenye kumlinda yule mtoto. Alafu anatokea tu mtu kirahisi anamteka. Kipanya, naomba ili uweze kulisimamia. Zunguka pote. Uweze kujua nani ameweza kufanya upuzi huu. Na uweze kujua wamemchukua kwa lengo gani na wamempeleka wapi. Sawa sawa? Sawa, nimekuelewa. Maana Roni ni mtu mkubwa na ni mtu msaada kwetu. Maana Roni alipambana sana kuhusu yule mtoto. Ni lazima tumuokoe. Na bila kufanya hivyo, sidhani kama tutamtendea haki. Kipanya, mimi nakuaminia sana. Natumaini hii kazi utaifanya kwa weledi. Na atakaye jaribu kukuzuia kama desturi yako na mbona nishakupa, usiogope kumuua. Sawa sawa? Sawa bosi. Mimi nimekuelewa. Kwa kuwa sasa hivi naenda hapo ni mizunguko yangu. Tutaonana baadaye. Sawa.
Jana tulipatana vizuri kwamba ikifika asubuhi tunaamka wote tunaenda shambani, lakini asubuhi nimeamka hapa sijakuona. Nikajua labda umeenda shambani na vifaa vya kufanyia kazi, lakini naenda shambani sijakukuta. Sasa unaweza kuniambia unatoka wapi? Dada, mbona kama unajisahaulisha? Kumbuka jana mimi sikula kitu chochote. Ni kweli ulinipatia pesa ya kununua unga, lakini Meli aliumwaga. Na ukaniambia kwamba nikatafute kazi ya kufanya ndo nile. Kwa hiyo nimeenda kufanya kazi ili nipate pesa ya kula. Hapo ndo unapoanza kunikera. Nilikwambia sitaki uniambie chochote kuhusu huyo mtoto. Wewe huyo mtoto Loni si alijitolea kumlisha? Wewe kazi ulienda kuitafutia wapi? Au sasa hivi ndo umeshaanza kujiuza? Umekuwa mala ya kijiji, si ndio? Dada, mbona kama unanivunjia heshima? Nimefanya kazi kwa jasho langu kwa ajili ya huyu mtoto, na kama usitaweza kufanya kazi ya kujiuza, kwa hilo utanisamehe. Siwezi kubali kuona mtoto analia njaa alafu mimi nishike jembe niende shambani kalini. Kwa hiyo sasa hivi unajikuta jeuri, si ndio? Kwamba unaweza kufanya maamuzi yote unayojisikia. Unaweza kufanya chochote kile unachojisikia. Sawa, ila ipo siku yako. Nitakuja kukupiga vibao hadi wewe mwenyewe utashangaa. Si umenizoea naongeaga tu sifanye vitendo. Sasa subiri. Naomba unisikilize kwa makini. Mimi siwezi kushirikiana na nyie hata kidogo. Kwa sababu mara ya kwanza nilijaribu kushirikiana na huyo mtu, lakini ilishindikana. Na yeye alijaribu lakini alishindwa kumchukua mtoto. Unafikiri tukishirikiana mimi na yeye tutaweza? Lakini na uhakika inawezekana. Maana mpaka amekutaja wewe, basi ana uhakika na wewe moja kwa moja. Na halafu isitoshe, amesema kwamba tukifanikisha hiyo kazi atatupatia chochote tunachokihitaji. Hapana. Mimi siwezi kushirikiana na nyie. Jaribuni kufanya hata mpango mwingine, lakini kwangu mmefeli. Nenda kamwambie Laika kakataa kufanya kazi na wewe. Dada, umepata wapi uwezo wa kujenga ukaribu na mtu kama huyu? Wakati alikuja mara ya kwanza kumdai mtoto, baadaye akamrudisha na akasema si mtoto wake. Funga domo lako wewe. Watu wazima wakiwa wanaongea, mdogo hutaki kutia mdomo. Kilichokufanya uje hapa nini? Mbona unakuwa mbea wewe? Shenzi. Na mazungumzo na wewe, nitakutafuta kwa muda wangu. Vina, kama mikataa, si wakati wa kubembelezana. Ni wakati wa kupambana mimi na wewe. Tuhakikishe mpaka tunampata huyo mtoto. Hakuna kucheka na kima, hakuna kucheka na mbwa aina yoyote. Mimi nakuamini wewe. Fanya kazi yako kwa wakati bila kuangalia mtu yoyote. Sawa mkuu, nimekuelewa. Ila mkuu, kwa sasa maadui wameongezeka. Siwezi kukabiliana nao nikiwa mimi peke yangu. Hivyo nahitaji nguvu za ziada kutoka kwako. Nimeliona hilo, lakini hawawezi kushindana na sisi. Tutapambana mimi na wewe, tuhakikishe tunaangamiza wote. Wewe kikubwa tu
kujiandaa na mapambano. Sawa mkuu, itazingatia hilo. Kibena, mbona ulikuwa uonekani katika hiki kijiji? Ulikuwa umeenda wapi? Wewe ni nani? Na umelijua vipi jina langu wakati mimi sikufahamu? Mimi ni rafiki yako, tena ni rafiki mwema tu. Rafiki? Mbona mimi sina rafiki wa kiume kwenye hiki kijiji? Alafu kama umetuma unifuatilie, naomba ukome. Hasira ni hasara, lakini mimi naomba punguza hizo hasira zako. Kibena, mbona uko peke yako? Na mtoto utakuwa umemwacha wapi? Mtoto? Yaani unajua hadi habari za mtoto? Wewe ni nani? Mbona unanichanganya? Haupaswi kujua mimi ni nani, ila kikubwa kuwa makini sana na huyo mtoto. Hakikisha unapotoka mguu wako, basi na mtoto pia atoki na wewe. Huyu ni nani? Mbona unajua hadi taarifa za mtoto? Alafu mimi simfahamu. Au ndio wale wezi wa mtoto? Itakuwa kuna mtu ananifuatilia afu mimi sijui. Itabidi niwe makini sana. Wewe unaenda wapi na huyo mtoto? Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kuja kumchukua mtoto ukidani mwanao, alafu ukamrudisha na ukasema si mtoto wako. Haya, leo namchukua unampeleka wapi? Usichokijua Kibena, naweza kumchukua mtoto kinguvu na huna lolote la kunifanya. Kama unaweza kumchukua kinguvu, jaribu. Oh, unajikuta jeuri. Sasa basi, hutaweza kumpata Roni mpaka na kisha unanipatia huyo mtoto, maana Roni tayari ipo katika imani yangu. Kibena, we Kibena, kinachokuanzisha hapo ni kitu gani? Maana naona pale jiko limenuna, hapa hapajafagiliwa, alafu naona umekaa tu hapo umerelax. Leo atuli. Dada, nina mawazo sana leo, na ninaimwaza zaidi ni Roni. Roni amechukuliwa na wachawi, alafu isitoshe yule dada ambaye alikuja mara ya kwanza kudai kwamba huyu mtoto ni wake, leo ameayuka mbele ya macho yangu. Hapo unavyoniona sina nguvu ya kufanya chochote kile. Kata ila. Eti nimekaa hapa namfikiria Roni. Roni baba yako, kaka yako, una ndugu naye?
Yaani umekaa, mimi najua umekaa huku nje unawasha moto upike, unawaza mtu ambaye huna hata udugu naye. Alafu wewe usinitibue. Sijui umenielewa? Usinitibue sasa hivi. Nimeamka hapa na hasira zangu. Tena nimeamka na njaa kemi. Alafu unakuja kuniambia ujinga wako huo. Nataka kula. Nataka jiko lile liwashwe nile chakula, nina njaa. Sijui umenielewa? Na ukiendelea kufanya ujinga wako, unga wenyewe nitauchukua, nitaumwaga, afu tuone wewe na huyo mtoto mtakula wapi. Mshenzi wa tabia wewe. Tena usinitibue Kibena. Naona sasa hivi ushaanza kunipanda kichwani. Nisipoona jiko limewashwa huko, utanijua mimi ni nani. Mshenzi wewe. Dada yangu sijui hata atabadilika lini. Yaani yeye kila siku ni mtu wa kuongea tu. Haishiwi maneno. Mpaka nachoka sasa. Sijui hata nifanye nini ili nimsaidie Loni. Mtihani niliopewa ni mgumu sana. Siwezi kumpoteza huyu mtoto na bado namhitaji Loni. Nitafanya nini? Asante Mungu kwa kuwa nimekutana na wewe hapa Kibena. Yaani nilikuwa nakuja huko nyumbani kwenu sasa hivi nikwambia ujiandae. Sasa hivi tuondoke kwenye hiki kijiji, kimeshaharibika. Kwani Loni, ulikuwa wapi siku zote? Mbona nilikuwa sikuoni? Kibena, huo sio muda wa kuniuliza nilikuwa wapi. Mimi nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Nilikamatwa na wachawi. Hapo unaponiona, nimepata bahati ya kuwakimbia. Na hapa wananifuatilia. Mimi na wewe tuko matatizoni. Na sio mimi, tuna huyu mtoto. Sasa ili kunusuru uhai wetu, mimi na wewe tunapaswa kutoka nje ya hiki kijiji ndani ya siku kadhaa. Sasa basi, naomba ukimbie nyumbani, chukua nguo mbili za kwako na nguo mbili za mtoto. Utanikuta hapa nimekusubiri tuondoke. Loni, lakini dada hayupo nyumbani. Dada yako wa nini Kibena? Dada yako mwenyewe ni mtu mbaya kama hao. Mfanya kama nilivyokuambia, mlete mtoto. Mlete mtoto uwai. Wahi, naomba uwai. Sawa? Kimbia Kibena na kusubiri. Kimbia. Ameenda wapi? Mbona ameniacha? Ina maana ipo tayari mimi nizulike. Lani! Lani!
Roni, kwa nini umeniacha mimi peke yangu hapa?